ikafika mahali akawaambia Job, na wewe je, umejikuna? Job alikuwa ameketi mahali anajikuna na vitu za mahindi hizo zinaitwa namna gani hizo? Hizo msogoro ama zinaitwa, anajikuna nazo hizo, anajikwara kwa sababu ya majeraha bako nayo mkoma na kuumia. Mke wake akaja akamwangalia. Sasa huruma wa mke wake ulikuwa ni afadhali akufe. Huruma wa mke wake ilikuwa huyu mtu sijui kama unajua hivyo, kuna ugonjwa ambao inaweza peleka mtu mpaka hata wengine wanamhurumia ili akufe tu. Huruma wa mke wake ilikuwa ni heri afe. Akaanza kumwambia, wewe na wewe, kwa hiyo hali utakaa hivi mpaka lini? Si heri tu mlaani huyu Mungu basi kufe tu. Yani hata mke wake alikuwa ashachoka, ameshamlusi. Tayari Ayubu alikuwa ashalusi mpaka mke. Shetani ashachukua mpaka yule mke. Yani hana mtu yote ambaye anaweza tena kumfariji karibu. Akabaki peke yake. Rafiki zake wakakuja wakamkejeli, kina Elfaz na wale wengine wakamkejeli. Ayubu akabaki akiwa peke yake. Lakini Ayubu alijua kitu kimoja, Bwana ametoa na Bwana ametoa. Na akajua ndani ya moyo wake, Bwana si wewe ulinipea, na kila wakati nilikuwa ninatoa dhabihu to maintain my blessings. God, I only trust in you. Continue trusting in God, my brothers and sisters. If you know this secret, you will just continue trusting in God. Haijalishi umepitia gani. That means God can allow you also to lose, but if you are faithful, if you know the secret of maintaining that blessings before God, kama unajua hiyo siri kwamba kuna kitu unakitoa mara kwa mara kwa ajili ya Mungu, umesimama kwa uaminifu kwa matolezi yako kumtegemea Mungu na kwa matolezi yako, don't worry, fear not, just remain faithful, remain trusting in God. Ayubu akabaki mwaminifu. Binasema kwamba kwa haya yote hakumlaani Mungu na akabaki akiwa mshindi. Binasema kwamba at the end of it, Job akabarikiwa tena, alirejeshewa tena. Binasema kwamba akarejeshewa maradufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na binasema kwamba na wasichana wake wa mwisho walikuwa warembo hata kuliko wale wa kwanza. Vijana wake wa mwisho, maana hawa vijana walikuwa na roho tu ya kula, kusherekea na kujisherekea. They had a selfishness, ubinafsi tu wa kujisherekea, lakini hawakukuwa na umungu wa kukumbuka Mungu, kuglorify Mungu, kutukuza Mungu kwa maisha yao. Hawakuwa na sehemu kama hiyo kabisa. Walikuwa wapate wajisherekea, lakini ninaona wale wanaokuja wa mwisho wakiwa ni wa baraka. Sikia, pastor anaweza kuwa anasimama pengoni kwa ajili yako. Mume wako ama mke wako ama ndugu yako, dada yako, anaweza kuwa anasimama pengoni kwa niaba yako. Anatoa, anaomba, anatafuta Mungu kwa ajili yako. Lakini it comes a time of which kila mtu atabeba mzigo wake. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huwa inakuja mahali ambapo siwezi kubeba mzigo wako, I cannot. Mungu anakupiga mpaka inafika mahali anasema, oh Mungu, kwa nini sasa hata kama wewe ni mtumishi? Ayubu alifika mahali akawa hana say kabisa. Litakuwa alikuwa anawakilisha kama kuhani, anatoa dhabihu kwa niaba ya watoto wake, lakini ilifika mahali ambapo watoto wake ilibidi wabebe mizigo yao wenyewe. Kile kiburi chao kusherekea na kujifurahia wabebe wenyewe. Mapigo ikawaangukia, wakakufa wenyewe. Lakini kile ambacho ninaangalia hapa, yule aliyekuwa mwaminifu ambaye ni Ayubu, ambaye alikuwa anasimama kila wakati akimaintain blessings, alirudi kufarijika. Licha kuwa hao waliondoka kwa sababu wenyewe waliishi kwa laini hiyo, lakini Mungu alihakikisha kwamba moyo wa Ayubu ufarijike tena. Ndio maana Biblia inasema kwamba ajapoanguka atainuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naona katika nchi ya Usi watu wakichekelea, wakisema Ayubu sasa ndicho hicho, kile kimutu kilikuwa kitajiri. Inaona kuna mtu ambaye alikuwa anang'ang'ana sana kutoshana na Ayubu. Anafahamuka usiku na mapema, anatafuta mali, anatengeneza mali na fedha, anatamka kujilinganisha na Ayubu. Lakini anashangaa mbona Ayubu anapepea pale juu. Lakini ninaona kwamba wakati Ayubu ameishiwa, akasema basi nimepata nafasi, sasa ni mimi sasa inaonekana katika nchi ya Usi na katika dunia yote niko na mali. Lakini Mungu ni wa ajabu. Yale ambayo yalitengenezwa kwa miaka mingi, Ayubu alikuja akapita yule jamaa kama upepo. Ninasema kwamba akaongezewa maradufu, ni kumaanisha miaka yake ambayo alipoteza akiwa anaishi katika mateso tena, baada ya kupoteza zile pesa, baada ya kupoteza wanyama, baada ya kupoteza hata mke, baada ya kupoteza hata watoto, Mungu akamrejeshea maradufu, akamfariji, akamrejesha tena. Maana alikumbuka kwamba Ayubu alijua the secret of maintaining the place